not going to get much in specific counties. So indeed, those are some of the things that I'm going to mention to you right now. So if we look at Raila with his 42%, and we assume that 95% of Kenyans are going to vote, which is near 100, 22.2 odd million voters, then that translates for him to 9.3 million votes today. He will be leading in 20 counties, and indeed, he would have 25% popularity in 37 of the 47 counties. Let me read out the counties where Raila would be leading before I go to the regions specifically and read them out to you. So as I've mentioned, 42% for him, it translates to 9.3 million votes. He will lead in 20 counties, and it is as follows. At the coast, Raila would be leading in Mombasa, he would be leading in Kilifi, he would be leading in Taita Taveta. In northern region, because now we have clustered Isiolo and Marsabit in the north, so it's not northeastern, Raila would lead in Garissa, Wajir, Mandera, and Marsabit. In lower eastern, he would lead in all the 3 counties. However, what we will perhaps see now is an increase in his margins in lower eastern, because when we did this survey, Stephen Kalonzo was still indicating that he would be a presidential candidate. So that is important for you to note. So he would then be leading in Makueni, Machakos, and Kitui. In Western, Raila would lead in Busia, in Kakamega, and Vihiga. In Nyanza, Raila would lead in Siaya, Kisumu, in all of them. Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Nyamira. And then he would also be leading in Nairobi with 50%. Ruto, with his 38% currently, would then garner 8.4 million votes. He would be leading in 16 counties. He would also have 25% popularity in 38 of the 47 counties. So what this says is they already meet the threshold of having 25% in half of the counties. What none of them is meeting right now is the 50+1, okay? Because we have the undecided vote. But where are Ruto's strongholds in terms of counties? In northern, Ruto leads in Isiolo. In mountain region, he leads in all. So Ruto is still leading even after, the decision on the running mates. Ruto is leading in Laikipia, he's leading in Embu, he's leading in Meru, he's leading in Kiambu, in Muranga, Nyandarua, Tharaka Nithi, Nyeri, and Kirinyaga. Those are his strongholds. Ruto is also leading in South Rift, in Kericho, and in Bomet. Ruto is also leading in Uasin Gishu, in Elgeyo Marakwet, in Nandi, and in Baringo. So those then become the 16 counties where Ruto has a clear lead. It's indisputable. We then also looked at what we considered to be swing or battleground counties, and what led us to make this decision are 2 things. One is that the percentages in terms of popularity in those counties was either similar, so both of them were getting the same percentage, or the difference in percentage was less than 10%, and we knew the dynamics that were taking place in some of those counties. Okay, so and it may be debatable to you, but you look at the numbers. We have 11 counties where we feel whoever is able to take those 11 counties may get their 50+1. All right? At the coast, there are 3 battleground counties. Tana River is a battleground. Kwale, which hitherto used to be a Raila stronghold, is a battleground county. Lamu is a battleground county. In northern, we have
William Ruto is leading, Raila is leading slightly in Turkana, but we believe it is a battleground county. So in northern, Turkana is a battleground county. In South Rift, Narok and Kajiado are battleground counties. In North Rift, we have Samburu, we have Nakuru, and we have West Pokot as battleground counties. And then in Western, we have two battleground counties, that is Bungoma and Trans Nzoia. Okay? So that then gives you an indication in terms of the battleground counties. If I now, and if you like to, I can take you through the regions one by one and give you the percentages very quickly, so that you can get an indication of what the popularity is. Let me start off by telling you how the percentages for Raila and Ruto as 42 and 38 are by the regions that we have. So if we look at Nyanza currently consolidated, Raila is leading in Nyanza with 73%. Ruto has 12% in Nyanza. I will give you the undecided at the very end. In Nairobi, Raila has 50%, Ruto has 30% in Nairobi. At the coast, Raila is leading with 49% at the coast, Ruto has 29%. In northern, Raila has 49%, Ruto has 32%. In western, Raila is leading with 48%, Ruto has 28%. In lower eastern, Raila has 41%, Ruto has 32%, and the undecided. Hello, good morning everyone. Good morning, wherever you are. Karibu sana ndani ya good morning. Karibu sana katika show yetu ya siku hii ya leo, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa tunakuwa tunarauka asubuhi na kuanza safari yetu ya kisiasa, kuweza kuchanganua tu kidogo kwa sababu ya masuala mawili matatu. Ninakukaribisha kwenye show yetu kama kawaida. Karibu sana, shikilia papo hapo, usiondoke, kwa maana hapa ndipo tuko na uhondo kamili wa kuweza kushughulika na kuweza kusungumza, kwa kuweza kujadiliana kisiasa, tuweze kujua kwamba ni yapi yanayoendelea hapa nchini Kenya. So na kukaribisha kama umeshaamka, unajua kama umerauka vizuri, Mungu amekuwezesha, amekupigania. Ni siku nyingine tena ambayo tumepatana hivi leo. Unajua kwamba tutashirikiana moja kwa moja na kuweza kufanya nini? Kupiga mshane kidogo kuhusiana na ile report yake Infotrak iliweza kutoka hapo siku ya jana. So najua kwamba ikiwa kwamba nazidi tu kucheza katika hali kama hii, najua kwamba tutazidi kushirikiana moja kwa moja na tuweze kupiga show hadi ifike pale kileleni. Kwa kufika sasa hivi, najua kwamba watu waweze kufika ndani ya nyumba kama kawaida. Tutachadili hapo kama kawaida. Kisha baadaye nitakupatia link ya kuweza kuingia hapo tuweze kujadiliana kikamilifu. So kwenye comment section tafadhali tucheze kule, na mimi kama unawakilisha area code gani asubuhi hii, umerauka vipi, ama ni jioni, siku iko vipi, ama usiku ulikuwa vipi, tutashirikiana zote kwa pamoja. Kisha baadaye unaweza kimbia pale kwenye like, upige pale like kwenye comment section. Unaweza piga pale like, unaweza share the link, invite tukuje zetu wapiga mshane leo asubuhi, ama ikiwa ni majira ya jioni popote ulipo, na ni kulingana tuna majira na wakati ambapo mahali ambapo ulipo. So ndugu zangu, leo tunataka kuzungumzia ripoti yake Infotrak. Infotrak jana ilitoa ripoti kuhusiana na kinyang'anyiro cha urais na jinsi ambavyo hali inaendelea hapa nchini Kenya. So kuna mahali ambapo waliweza kusema kwamba ripoti mingi zimetoka tangu siku ya jana kulingana na Infotrak. Infotrak mara ya mwisho kufanya ripoti ilikuwa tarehe 23 mwezi wa tarehe 23 hadi hii ripoti imefanywa in between 23rd of May up to 27th of May 2022. So according to this new poll, ama kulingana na hii ripoti mpya, tutakwambia kwamba ni nani alikuwa anaongoza katika sehemu zipi, ni nani alikuwa anaongoza katika in total, ni nani anafaa kuongoza, Wakenya ambao wameamua kupiga kura, wenye hawajaamua kupiga kura. So a lot of us here to discuss today. So what I want to do is to welcome you in the show. Karibu sana, tuzidi kukaa nani zote kwa pamoja na tuendelee kupiga kila iwezekanavyo. Okay, sawa. Kulingana na kura ya maoni, inaonyesha kwamba Raila ndiye maarufu zaidi kulingana na Infotrak.
I don't know kama ili swala unalizukolea vipi kulingana na Infotrak. Kura ya maoni mwenye anaongoza sasa hivi zaidi ya mwingine ni Raila Amolo Odinga. Hayo ni maswali kulingana na Infotrak. Infotrak inasema kwamba ile kura ya maoni ambayo iliweza kuconduct in between 23rd out to 27th of May 2022, 42% Raila is leading, not leading but leading with 42%. Okay, Raila is leading with 42% and Ruto anamfuata with 38%. Wale ambao hawajaamua kupiga kura, it is 19%. So when we say about 19% hawajaamua kupiga kura and where 42% okay, hawajaamua kupiga kura, kumaanisha kwamba bado hawajachukua end decision. So Infotrak is one of the companies ambazo zimekuwa zikifanya hizi mambo za kura ya maoni. So they just wamepatia with the popularity in some parts, wanafanya wana analyze na kisha baadaye wanapatia report, and the report nasema kwamba they connected the report, ama waliweza kujua ama waweze kufanya hii kitu, walipigia watu simu, wapiga kura walipigia wapiga kura simu, kwani walifanya kwa njia ya simu ama kwa njia ya mtandaoni. So walikuwa wanafuatilia. So that's the report they give. So we want to analyze from top to bottom the report of Infotrak. But meanwhile, I want to welcome you to the show. Here, hapa tutashirikiana mimi pamoja na wewe, tufike hadi mwisho. So tukishirikiana pamoja, anijue kwamba wewe kama mtazamaji, maoni yako ni yapi kuhusiana na report yake Infotrak. Siku ya jana Mheshimiwa William Samoei Ruto alisema kwamba Infotrak hakuweza kukubaliana na ile ripoti ya Infotrak hapo siku ya jana. Kisha baadaye tukija katika hii sehemu ya ndugu yetu hapa Mheshimiwa Rigathi Gachagua pia alisema kwamba aliweza kusema kwamba Infotrak imekuwa tangu zamani, 2013 ilikuwa, 2017 ilikuwa. So kumaanisha kwamba ile ripoti ambayo iliweza kutolewa siku ya jana na Infotrak hawakuweza kukubaliana nayo. So kama umeingia tafadhali hapo kwenye comment kule, comment section hapo ukiangalia pale nimekuwekea invite link. The invite link nimekuwekea pale. Do you see that invite link? Okay. Do you see the invite link on the comment section? That invite link itakuleta ufika hapa ndani, tujadiliane maswali mawili matatu, tuongeze kuzungumza, tupate ukweli ni upi. Kama wewe ukiwa unawakilisha ile kodi yako ama hapo the place you are, kulingana na Infotrak vile nilisema, je, ni ukweli kwamba hiyo sehemu ulipo kwamba mtu fulani ndiye anaongoza ama chama fulani ndio kimetama katika hiyo sehemu? So hayo yote 9:30 ni kuweza kuzungumza ndani ya nyuma. Kumbuka kwamba majina yangu ni mtu Dennis Kukurikuto. Karibu sana kwenye show. So according to the report, Ruto ametoanisha zile kura zake, amepungua 4%. So meaning right now Ruto William Samoei Ruto ako 38%. So 38%, if you add 38%, you add 4%, you get, that is 42%. But now according to the report of Infotrak, inaonyesha kwamba Mheshimiwa William Samoei Ruto aliweza amerudi nyuma 4%. So meaning the previous report for Infotrak, Mheshimiwa William Samoei Ruto alikuwa ameridi na 42%. But now according to yesterday's Infotrak report, Mheshimiwa William Samoei Ruto alikuwa amepungua ni 4%. Okay, that's according to the Infotrak. So according to the previous ilikuwa imeconducted on 9th of May 2022. So now ya May, the 9th May 2022,
the Infotrak ambayo iliweza kutolewa mwezi wa 5 tarehe 9 mwaka wa 2022 ulikuwa unaonyesha kwamba Ruto alikuwa juu, asilimia yake ilikuwa juu, ilikuwa 42%. But kulingana na ile ripoti ambayo iliweza kutolewa siku ya jana ambayo imefanyika kati ya tarehe 23 mpaka tarehe 27 ya mwezi wa 5 mwaka 2022 inaonyesha kwamba Ruto amepungua asilimia 4. So hiyo ni kulingana na ripoti ya Infotrak. So sasa kulingana na vile the Infotrak na ripoti yao iliweza kuzungumza siku ya jana, kama uchaguzi ungeweza kufanyika sasa tunazungumza kuanzia siku ya jana kuelekea nyuma hadi tarehe 9. Kama uchaguzi ungefanyika kuanzia siku ya jana ambayo ilikuwa ni tarehe ngapi? Ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2022, samahani. Raila Amolo Odinga angeongoza na kura 9.3 if elections were conducted as from yesterday up to in between 23rd and 27th of May. Mwenye angeshinda kura ni Raila Amolo Odinga na angeshinda na kura 9.3. Do you see? 9.3 million. So hapo ni kulingana kwamba kama uchaguzi ungeweza kufanyika siku ya jana kuelekea nyuma hadi tarehe 27 hapo in between, mwenye angeshinda ni Raila Amolo Odinga. Mwenye angemfuata nyuma angekuwa ni Ruto. Ruto angemfuata kutoka nyuma na kura milioni 8.4. So that's according to the report of Infotrak. Ruto angefanya nini? Ruto angechukua hizo, angekuwa kwenye hiyo sehemu ya kura milioni 8.4 ambazo angemfuata Raila Amolo Odinga. So a difference of 1.1 votes, 1.1 million votes. So a difference of 1.1. Do you see? So that's according to the report of May 20 in between 2027 to 2022 20th 22nd up to 27th of May 2022. And then sasa kitu cha kushangaza hapa, Wakenya wale ambao hawajaamua kupiga kura, they have not decided to vote. Zile kura ziko hanging, kwa hawajui wapige wapi. Kama uchaguzi ungefanyika 4.4 million votes, hawa watu hawangekuwa wamepiga kura. 4.4 million votes undecided. The undecided votes, kura mingi zaidi karibu sana. Naona George Awiti anasema kwamba ni kweli kabisa. Karibu sana George Awiti, thank you for joining. Kumbuka kwamba hii show ni ya kwanza, tunachangia sisi wote. Nataka kusikia kwamba maoni yako ni yapi kuhusiana na ripoti ya Infotrak. Mimi hapa kazi yangu ni kuweza kukufahamisha na kukujulisha ile ripoti yake ya Infotrak na jinsi ambavyo inaweza kutoa. So ukiangalia katika comment section hapo chini, kwenye comment nimeweka link imeandikwa Kisi Hot TV. Hiyo link imewekwa Kisi Hot TV. Ukiguza hiyo link tu iko chini ya comment yake George Awiti hapo kwa live chat. Ukichukua hiyo kwenye live chat kuna link ya Kisi Hot TV, ukiguza tu itakufikisha hapa, itakuleta mpaka hapa ndani ya show. And then baadaye nikikuona tu nitakuongeza kwenye screen tusikie wewe maoni yako, unakubaliana na huu utafiti wa Infotrak unaweza kufanya. So kuna baadhi ya kampuni mingi zinaendelea kutoka na tutaendelea kuongoza matokeo mengi yakiendelea kutoka, tuweze kujua kwamba hasa ni nani atakuwa anaongoza nani atakuwa anafanya nini, nani atakuwa mbele ya nani. So unajua kwamba hapa kitu kipo shwari kabisa.
Karibu sana. So 4.4 undecided votes. Kuna mingi zaidi. So let's hope in between now and up to the date of voting tutakuwa na the 4.4 million votes, the undecided votes. Watu watadecide watapiga wapi kura zao. Okay. Now we want to go to the most popularity counties. Yani zile county ambazo kile kiongozi ako popular, yani mtu akona umaarufu. The counties everybody akona ile county ambayo unajaminia, this is my bedroom. So we want to go step by step according to the Infotrak. Raila ni maarufu zaidi katika hizi county ambazo zinafuata. So we want to see the counties that every leader mwenye ako ameshika ground, hit ground. You know, that's what I'm giving you according to Infotrak. Anyway, Raila akona umaarufu Nairobi County. That's Nairobi County. No, Nairobi. Yeah, that's Nairobi County. Nyanza region, Magharibi na Pwani. Pwani, Magharibi, Nyanza, Nairobi. So meaning, still, you know, what we discuss here, siko baya. So Nairobi, Nyanza, Magharibi na Pwani, hizo ni county ambazo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akona umaarufu. Yani county zenye akona umaarufu, ameshikilia umaarufu. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba uko umaarufu katika hizo county, kumaanisha kwamba kuna ile njia ambayo umeshikia katika hilo eneo. Wewe ndio kusema, labda Zaki nimekuwa na hapo. Karibu sana Zaki. Thank you. Zaki umeenda? Zaki umeenda wapi? Zaki, I've seen you here. Yes. Zaki come back. Zaki rudi. Zaki nimekuwa na kuwasikia na nzengu kuongeza umetoka. Anyway. Zaki kuja tena. Okay. Zaki rudi tena, nipo hapa. So I want nime underline the Magharibi. Magharibi unajua ni sehemu ambayo Mheshimiwa Mudavadi na Weta wanatoka, and walisema kwamba waliambiwa watoe 70% from Western wapeleke William Samuel Ruto. That's Magharibi mwa Kenya. And now wakaenda wakasema no, we will give you 90%. 70% ni kidogo Mheshimiwa Ruto. I will promise you, lazima tutakupatia 90%. But according to the Infotrak, kama uchaguzi ungefanyika kuanzia tarehe 22 na 27, yani kati ya 22 mpaka siku ya jana mwezi wa 5, mwenye angekuwa anaongoza ni Raila Amolo Odinga. Mwenye angekuwa na umaarufu zaidi katika kaunti ya Magharibi ni Raila Amolo Odinga. So Mudavadi hawajashikilia. So nimekwambia Nairobi, Nyanza, Magharibi na Pwani, hizo ndizo sehemu ambazo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akona umaarufu zaidi. William Ruto akona umaarufu katika ponde la Uva, Rift Valley, Mlima Kenya, bado papa hajapanda Mlima Kenya. Okay. Kaskazini, mashariki ya chini. So the counties ambazo William Ruto angekuwa anaongoza kufikia sasa hivi na ama akona umaarufu, we have Rift Valley, we have mountain region, we have kaskazini, and kuna mashariki ya chini. So these are the regions where Ruto ameshikilia na akona umaarufu. Okay? But you remember, nimekuambia kwamba kama uchaguzi ungefanyika hivi leo,
Yule mtu angekuwa anaongoza sasa hivi ama angeshinda kura ni Raila Amolo Odinga, angeshinda kura na milioni 9.3. Angefuata nyuma na William Samoei Ruto milioni 8.4. Wale wa Kenya ambao hawakuwa hawajaamua kupiga kura ni milioni 4.4 hawajaamua kupiga kura. Nataka niweze kukuletea najua kwamba nataka kukuletea hii usikie kwamba ni nini huyu kuna hiyo report ya Infotrak ilitolewa siku ya jana, huyu mwanamke alisema nini. So I want you to hear in some parts of the region of the country, yeah? You have the battleground counties. The battleground counties ni zile county ambazo hao watu wawili wanajaribu kupigania, yeah? So for example, of course Turkana County, this is the county where Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, he is leading. But of course he is leading that county, but there is a very big battle in the county. Because of what? Watu wanapigania. Ruto pia anajaribu kung'ang'ana kufanya nini? Kunyakua hiyo county ya Turkana. So I want to see, let's hear this one of this young lady, the statement. So unajua kwamba kwenye comment section hapo kwa live chat kuna link nimekuwekea ya Kisi Hot. If you just decide kuchukua hiyo link ya Kisi Hot hapo kwa live chat, uiguze tu, you click and then that link itakuleta hadi hapa ndani. Wacha sasa tu majina yako, fungua microphone, fungua kamera. Nikikuona hapa backstage vile niliona ndugu yangu hapa kisha baadaye akaondoka, nitakuongeza nisikie maoni yako ni yapi, ama pia unaweza changia kwenye comment section kuhusiana na report ya Infotrak. Imeonga saa ngapi? Saa 1:33 Afrika Mashariki, ni alfajiri. Tarehe ni 9 mwezi wa 6 mwaka 2022, na jina langu ni Dennis Kukurikundu. Tunazidi kusonga mbele pamoja hapa ndani ya Kisi Hot TV. Usisonge mtu wangu, usisonge, kwanza nikuletea hii tuko katika wacha nikupatie hii kidogo na rejea baadaye, sawa sawa. Anyway, tusikie huyu mwanadada, the Infotrak report. Let's hear this one. All right. He's leading in Embu, he's leading in Meru, he's leading in Kiambu, in Murang'a, Nyandarua, Tharaka Nithi, Nyeri, and Kirinyaga. Those are his strongholds. Ruto is also leading in South Rift, in Kericho, and in Bomet. Ruto is also leading in Uasin Gishu, in Elgeyo Marakwet, in Nandi, and in Baringo. So those then become the 16 counties where Ruto has a clear lead. It's indisputable. We then also looked at what we considered to be swing or battleground counties, and what led us to make this decision are two things. One is that the percentages in terms of popularity in those counties was either similar, so both of them were getting the same percentage, or the difference in percentage was less than 10%, and we knew the dynamics that were taking place in some of those counties. Okay, so and it may be debatable to you, but you look at the numbers. We have 11 counties where we feel whoever is able to take those 11 counties may get their 50+1. All right? At the coast, there are 3 battleground counties. Tana River is a battleground. Kwale, which hitherto used to be a Raila stronghold, is a battleground county. Lamu is a battleground county. In Northern, we have William Ruto is leading, Raila is leading slightly into Turkana, but we believe it is a battleground county. So in Northern, Turkana is a battleground county. In South Rift, Narok and Kajiado are battleground counties. In North Rift, we have Samburu, we have Nakuru, and we have West Pokot as battleground counties. And then in Western, we have 2 battleground counties, that is Bungoma and Trans Nzoia. Okay? So that then gives you an indication in terms of the battleground counties. If I now, and if you like to, I can take you through
the regions one by one and give you the percentages very quickly, so that you can get an indication of what the, the popularity is. Let me start off by telling you how the percentages for Raila and Ruto as 42 and 38 are by the regions that we have. So if we look at Nyanza currently consolidated, Raila is leading in Nyanza with 73%. Ruto has 12% in Nyanza. I will give you the undecided at the very end. In Nairobi, Raila has 50%, Ruto has 30% in Nairobi. At the coast, Raila is leading with 49% at the coast, Ruto has 29%. In Northern, Raila has 49%, Ruto has 32%. In Western, Raila is leading with 48%, Ruto has 28%. In Lower Eastern, Raila has 41%, Ruto has 32%, and the undecided was significant at 21%. And this was at that point where Stephen Kalonzo had kind of like temporarily bolted out of Azimio. Okay? And then we have the mountain region. In the mountain region, Ruto leads, 52% for Ruto in the mountain, and Raila has 27% in the mountain region. In South Rift, Ruto leads there as well with 59%, Raila has 25%. In North Rift, Ruto is leading with 56%, and then, Raila has 20%. That then gives us the consolidated total of 42% for Raila, 38% for Ruto, and then we have the undecided vote, which is 20%. I know you're going to ask how this undecided is panning out, and secondly, has the female vote, or is the female vote doing anything with regards to, changing with the dynamics of running mate? So let me give you the numbers in terms of popularity by gender. So if we look at the popularity right now by gender, what we see is that of the females, Raila has 38% of female vote right now, but Ruto also has 37. So even after the decision was made on the running mates, of all the women who said they are going to take part in the election, Raila has 38% of the female vote, Ruto has 37% of the female vote. Has the female vote dynamic therefore changed in terms of the running mates selected? Not as yet. We cannot see it as yet. However, what we do see is that 25% of the female vote currently is undecided. Okay? So whoever then now will be able to endear themselves to the women folk will then be able to convince the 25% of those women folk who are undecided. If we look at the male vote, then Raila has a higher percentage of the male vote at 45%. And then William Ruto has 39% of the male vote. The male vote is less undecided. They're more convicted. So only 15% of the male vote currently is undecided. If we look at, the age bands, then what do we see in terms of the age bands? Who is popular with which age group? Amongst the 18 to 26, right now, each one of the candidates garners 37%. So in the 18 to 26 category, which is the youngest lot of voters, Raila has 37% of the vote. Ruto also has 37% of the vote. If we look at the 27 to 35, which is the older youth, then we see that Raila currently has 41% of the older youth, and Ruto has 39% of the older youth. And then we see that amongst the more mature population,
36 to 45, Raila has 44%. Ruto has 38% of that age group. In the 46 to 55, Raila has 43% and Ruto has 35%. The undecided vote is generally very high amongst the 18 to 24 at 24%. But we also see the older generation currently having about 21 to 23%, undecided vote. If we look at the popularity of the candidates by their political parties, then if we look at UDA and those who said they support UDA, 94% of those who support UDA say they would vote for William Ruto. We have only 5% who are undecided, and 1% said they would vote for Raila. On the flip side, for ODM supporters, 93% would vote for Raila, 1% would vote for Ruto, and 6% of ODM supporters are currently undecided. What about Jubilee? 83% of Jubilee supporters would vote for Raila, 6% would vote for Ruto, and then we have 10% who are undecided. Of the YAPI, voters, we see, or supporters, we see that 49% of YAPI supporters would vote for Raila, 8% would vote for William Ruto, and 31% generally at that point, because Kalonzo was going to be vying, said that they would vote for others, and under others, essentially it was Stephen Kalonzo, and undecided would have been, 12%. ANC, of the ANC supporters, 20% would vote for Raila, 70% say they would vote for Ruto, and the undecided in ANC would be 10%. I think what is important to tell you then is what the political party numbers are, so that you can see them in perspective. So UDA currently in terms of popularity is at 35%, ODM is at 34%, Jubilee's popularity is at 4%, YAPI is at 2%, ANC, Ford Kenya, and all the others consolidated have a popularity that is at only 2%. There are those who are either undecided or do not have a political party, and those are consolidated at 24%. That generally brings me to the end of what we covered in this poll. If you have any questions, I can answer them right now. Thank you very much. Yes. Do you want to start? Start off then. Kagina, yes. Ongea na sauti. Kagina, right. I think umesikia, you have heard yourself. This is according to the report of Infotrak. Of course, so many people and so many the supporters from the other side, Kenya Kwanza, hawajakubaliana na matokeo. Wengine wamesema kwamba hiyo ripoti hatujakubaliana na hiyo ripoti kabisa. So it has come with so many reactions from the both sides. Kuna wale ambao kutoka side ya Kenya Kwanza wanasema hapana. Kwanza siku ya jana tumesikia kwa mheshimiwa ambaye ni kiongozi the front pillar of Kenya Kwanza alisema kwamba sijakubaliana na hiyo kabisa, sijakubaliana kabisa. Alright, sijakubaliana na kulingana na hayo matokeo. Again, na tukiangalia hapa okay. So according to that, vinasema kwamba hajakubaliana. It has gone vimeenda, na kisha baadaye tumesikia vile hali imefanyika. Okay. Nilikuwa nimefika hapa Raila maarufu wa county, yani zile county ambazo kiongozi una umaarufu zaidi. We said Nairobi, Nyanza, Magharibi and Pwani. These are the counties
Raila Amolo Odinga ako na umaarufu. We say William Samoei Ruto ako na umaarufu katika kaunti za Bonde la Ufa, Mlima Kenya, kaskazini mashariki ya chini. Umaarufu wa vyama. So we want to see the popularity of the parties. The popularity of the parties. Umaarufu wa vyama. Umaarufu wa vyama. Chama cha UDA kufikia sasa hivi kipo na asilimia 35, 35%. So umaarufu wa vyama, UDA is now leading slightly with 35%. Now we are in the most famous parties in the country. You know, UDA is a party just came recently. You just know years. Yani ile siku ambayo imekaa, just we can say it's a year or some months, if you can say. But it is leading slightly because it's the most popular party in the country, leading with 35%. ODM party inafuata UDA with 34%. So meaning UDA ni chama ambacho kinatisha kidogo, ni chama ambacho kinafanya nini, kinakuja kwa mbio, kinaweza kung'ang'ana kuchukua the ground. You just remember ODM is a strong party that it has existed since some years, since before up to date, but it's getting a slight competition from the party of UDA. But right now, according to the Infotrak report that which was conducted in between 22nd up to 27th of May 2022, the most famous party UDA, ODM. That party is Jubilee Party with 4%. You know, if everybody takes you to Jubilee Party is not the leading party. The party which is in the office ni chama ambacho kiko kwenye ofisi. Jubilee Party ni chama ambacho kimeongoza nao miaka 10. ODM haijawahi ongoza, UDA haijawahi ongoza, lakini Jubilee Party ni chama ambacho kinaongoza. Lakini kufikia sasa hivi ukichukulia kwamba kulingana na Infotrak report, chama cha UDA, ODM na Jubilee Party, Jubilee iko na 4%, ODM iko na 34%, UDA iko na 35%. So why Jubilee Party iko na 4%? So meaning how watu wengine, you know, okay, let's say ODM, UDA, watu wengi katika chama cha UDA ni wale ambao walikuwa katika chama cha Jubilee Party. So kumaanisha kwa dihama na chama, I don't know. That's according to the report of Infotrak. Sitaki kuzungumzia mengi zaidi hapo. Sorry. So nilisema kwamba hapa tunajadiliana, na kama umefika kwenye show, tafadhali ile kitu unaweza fanya cha kwanza ni kulike. Kama pia wewe ni mgeni hujakumbuka kusubscribe, wacha nikukumbushe kwamba mtu wangu, piga subscription kule, subscribe, piga kaeleweke pale, au sio mtu wangu? Just subscribe if you are new to the house, like, share and comment. Comment hapo kwa comment section. Wacha nisikie maoni yako ni yapi kuhusiana na report ya Infotrak. Do you accept? Do you agree? Kama wewe uko katika upande upi? Kama wewe upo katika sehemu ipi? Do you accept? Do you agree with the report of the Infotrak? Alright, sawa. Wale ambao hawana chama, the independent, wapo na asilimia 18, 18%. Undecided, they're independent voters, independent with 18%. So
hapa there's a way, so kumaanisha kwamba watu wengine wamechukulia kwamba si lazima uwe na chama ama si lazima uwe katika kiwango fulani. So kumbuka kwamba kama unataka kuzungumzia hapo moja kwa moja kupitia kwenye comment, kwenye link ambayo nimekuwekea kwenye comment section ama live chat, kuna comment hapo ya Kisi Hot. Ukiguza tu hiyo comment itakuweza, utacheza na kile ambavyo umeulizwa, itakufikisha hapa ndani, tuzidi kujadiliana na report ya Infotrak, tuweze kuelewana kwamba je, kama wewe ile mlengo ambao uko ama upo, do you accept the report of Infotrak? Do you support? Do you agree? Alright? So karibu sana, ni alfajiri ama ni asubuhi katika hapa ni Afrika Mashariki, ikiwa na kupeperuzia na tunapeperusha, samahani, tunapeperusha matangazo moja kwa moja kutoka hapa nchini Kenya. Kwamba siku imekuwa njema, imekuwa salama salimini. So nimekuwa naendelea kukufahamisha, lakini usisahau kwamba ile ripoti ambayo ilikuwa imetolewa na Infotrak kwamba kama uchaguzi ungeweza kufanyika hivi leo, yule ambaye angekuwa anaongoza kufikia sasa hivi ni Raila Amolo Odinga with 9.3 million votes, followed by 8.4 votes of the William Samoei Ruto, 4.4 undecided votes. But the big question is this, ili mtu akishinda akuwe rais wa hapa nchini, lazima ashinde kura 50 plus 1 vote. So in the previous report, they didn't give us plus 1 vote, so meaning tena tungerudia uchaguzi. So let's hear this one. Watu sikia hii kama tupo nayo hapa. Watu sikia hii hapa, sawa sawa, right? Tusikie hii hapa kama tupo nayo hapa, sawa sawa. Incrementally increase the popularity of another party. So Raila has maintained at 42%, which means that he's now leading, and Ruto has gone down from 42% to 38% since the mentioning of running mate. Okay. Because we have done this survey across the 47 counties, we have the luxury today to tell you who is leading in which counties and which counties will be swing counties and who is basically not going to get much in specific counties. So indeed, those are some of the things that I'm going to mention to you right now. So if we look at Raila with his 42%, and we assume that 95% of Kenyans are going to vote, which is near 100, 22.2 odd million voters, then that translates for him to 9.3 million votes today. He will be leading in 20 counties, and indeed, he would have 25% popularity in 37 of the 47 counties. Let me read out the counties where Raila would be leading before I go to the regions specifically and read them out to you. So as I've mentioned, 42% for him, it translates to 9.3 million votes. He will lead in 20 counties, and it is as follows. At the coast, Raila would be leading in Mombasa, he would be leading in Kilifi, he would be leading in Taita Taveta. In northern region, because now we have clustered Isiolo and Masabit in the north, so it's not northeastern, Raila would lead in Garissa, Wajir, Mandera, and Marsabit. In lower eastern, he would lead in all the 3 counties. However, what we will perhaps see now is an increase in his margins in lower eastern, because when we did this survey, Stephen Kalonzo was still indicating that he would be a presidential candidate. So that is important for you to note. So he would then be leading in Makueni, Machakos, and Kitui. In Western, Raila would lead in Busia, in Kakamega, and Vihiga. In Nyanza, Raila would lead in Siaya, Kisumu, in all of them. Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Nyamira. And then he would also be leading in Nairobi with 50%. Ruto
with his 38% currently, would then garner 8.4 million votes. He would be leading in 16 counties. He would also have 25% popularity in 38 of the 47 counties. So what this says is they already meet the threshold of having 25% in half of the counties. What none of them is meeting right now is the 50+1, okay? Because we have the undecided vote. But where are Ruto's strongholds in terms of counties? In Northern, Ruto leads in Isiolo. In Mountain region, he leads in all. So Ruto is still leading even after, the decision on the running mates. Ruto is leading in Laikipia, he's leading in Embu, he's leading in Meru, he's leading in Kiambu, in Muranga, Nyandarua, Tharaka Nithi, Nyeri, and Kirinyaga. Those are his strongholds. Ruto is also leading in South Rift, in Kericho, and in Bomet. Ruto is also leading in Uasin Gishu, in Elgeyo Marakwet, in Nandi, and in Baringo. So those then become the 16 counties where Ruto has a clear lead. It's indisputable. We then also looked at what we considered to be swing or battleground counties, and what led us to make this decision are two things. One is that the percentages in terms of popularity in those counties was either similar, so both of them were getting the same percentage, or the difference in percentage was less than 10%, and we knew the dynamics that were taking place in some of those counties. Okay, so and it may be debatable to you, but you look at the numbers. We have 11 counties where we feel whoever is able to take those 11 counties may get their 50+1. All right? At the coast, there are 3 battleground counties. Tana River is a battleground. Kwale, which hitherto used to be a Raila stronghold, is a battleground county. Lamu is a battleground county. In Northern, we have William Ruto is leading, Raila is leading slightly into Turkana, but we believe it is a battleground county. So in Northern, Turkana is a battleground county. In South Rift, Narok and Kajiado are battleground counties. In North Rift, we have Samburu, we have Nakuru, and we have West Pokot as battleground counties. And then in Western, we have 2 battleground counties, that is Bungoma and Trans Nzoia. Okay? So that then gives you an indication in terms of the battleground counties. If I now, and if you like to, I can take you through the regions one by one and give you the percentages very quickly, so that you can get an indication of what the popularity is. Let me start off by telling you how the percentages for Raila and Ruto as 42 and 38 are by the regions that we have. So if we look at Nyanza currently consolidated, Raila is leading in Nyanza with 73%. Ruto has 12% in Nyanza. I will give you the undecided at the very end. In Nairobi, Raila has 50%, Ruto has 30% in Nairobi. At the coast, Raila is leading with 49% at the coast, Ruto has 29%. In Northern, Raila has 49%, Ruto has 32%. In Western, Raila is leading with 48%, Ruto has 28%. In Lower Eastern, Raila has 41%, Ruto has 32%, and the undecided was significant at 21%. And this was at that point where Stephen Kalonzo had kind of like temporarily bolted out of Azimio. Okay? And then we have the mountain region. In the mountain region, Ruto leads, 52% for Ruto in the mountain, and Raila has 27% in the mountain region. In South Rift,
Ruto leads there as well with 59%. Raila has 25%. In North Rift, Ruto is leading with 56%, and then Raila has 20%. That then gives us the consolidated total of 42% for Raila, 38% for Ruto, and then we have the undecided vote, which is 20%. I know you're going to ask how this undecided is panning out, and secondly, has the female vote, or is the female vote doing anything with regards to changing with the dynamics of running mate. So let me give you the numbers in terms of popularity by gender. So if we look at the popularity right now by gender, what we see is that of the females, Raila has 38% of female vote right now, but Ruto also has 37. So even after the decision was made on the running mates, of all the women who said they are going to take part in the election, Raila has 38% of the female vote, Ruto has 37% of the female vote. Has the female vote dynamic therefore changed in terms of the running mates selected? Not as yet. We cannot see it as yet. However, what we do see is that 25% of the female vote currently is undecided. Okay? So whoever then now will be able to endear themselves to the women folk will then be able to convince the 25% of those women folk who are undecided. If we look at the male vote, then Raila has a higher percentage of the male vote at 45%. And then William Ruto has 39% of the male vote. The male vote is less undecided. They're more convicted. So only 15% of the male vote currently is undecided. If we look at, the age bands, then what do we see in terms of the age bands? Who is popular with which age group? Amongst the 18 to 26, right now, each one of the candidates garners 37%. So in the 18 to 26 category, which is the youngest lot of voters, Raila has 37% of the vote. Ruto also has 37% of the vote. If we look at the 27 to 35, which is the older youth, then we see that Raila currently has 41% of the older youth, and Ruto has 39% of the older youth. And then we see that amongst the more mature population, 36 to 45, Raila has 44%, Ruto has 38% of that age group. In the 46 to 55, Raila has 43% and Ruto has 35%. The undecided vote is generally very high amongst the 18 to 24 at 24%. But we also see the older generation currently having about 21 to 23%, undecided vote. If we look at the popularity of the candidates by their political parties, then if we look at UDA and those who said they support UDA, 94% of those who support UDA say they would vote for William Ruto. We have only 5% who are undecided, and 1% said they would vote for Raila. On the flip side, for ODM supporters, 93% would vote for Raila, 1% would vote for Ruto, and 6% of ODM supporters are currently undecided. What about Jubilee? 83% of Jubilee supporters would vote for Raila, 6% would vote for Ruto, and then we have 10% who are undecided. Of the YAPI, voters, we see, or supporters, we see that 49% of YAPI supporters would vote for Raila, 8% would vote for William Ruto, and 31% generally at that point, because Kalonzo was going to be vying,
said that they would vote for others, and under others, essentially it was Stephen Kalonzo, and undecided would have been, 12%. ANC, of the ANC supporters, 20% would vote for Raila, 70% say they would vote for Ruto, and the undecided in ANC would be 10%. I think what is important to tell you then is what the political party numbers are, so that you can see them in perspective. So UDA currently in terms of popularity is at 35%, ODM is at 34%, Jubilee's popularity is at 4%, YAPI is at 2%, ANC, Ford Kenya, and all the others consolidated have a popularity that is at only 2%. There are those who are either undecided or do not have a political party, and those are consolidated at 24%. That generally brings me to the end of what we covered in this poll. If you have any questions, I can answer them right now. Thank you very much. Okay, all right. Okay, anyway, tunazidi kusonga tu mbele pamoja, and I hope kwamba we get to the point. So kabla sijaenda kumalizia katika show yetu siku hii ya leo, kwa mimi nimegonga saa 2 dakika ni ngapi? Dakika ni 8 baada ya saa 2 Afrika Mashariki alfajiri. And now before we finish, you can talk to us through the above link. Kuna link iko hapo juu. You can use this link here. Naweza kuzungumza na sisi hapa live and direct, bila kuficha, bila kuogopa. We want you to hear from you. Tell us what's your concern. Tell us what's your take according to the Infotrak report. All right? Here we are. We want to hear anything from you. Do you accept? Anyway, let me finish my report. So Ruto, kura ya maoni inaonyesha kwamba Raila anaongoza, hakukubaliana nayo. Gachagua jana akiwa pale Meru, Mdavadi akiwa pale Western na ma DVD. Ndio jana kama Kenya Kwanza wameanza kujipanga. Previously tumeona wao wakienda kampeni wote pamoja. Ruto alikuwa kwingine kwake, Gachagua alikuwa Meru na watu wengine wale wa Mount Kenya. Mdavadi alikuwa kwao na watu wengine. So according to Infotrak, Raila is ahead of Ruto in presidential race near pool. Now I want to enter to battleground counties. Battleground counties, these are the counties ambazo the two leaders are fighting for. Someone's fighting for to win that county. The battleground county, these are the undecided counties. They have not decided to whether support who or who. All right? And here, battleground counties in Turkana County. We have Turkana County. This is the battleground counties. Although in Turkana County, Raila is leading in the county, but it is a battleground county. Maybe either Ruto can win in the county, can take the county, or Raila can take the county. It's the battleground county. Coast region, we have the places like Lam and Kwale, and some parts of the coast region. We have some parts which are the battleground counties there. Lam and Kwale. North and in the Rift Valley, we have Narok and Kajiado counties. South Rift, Narok and Kajiado County, these are the battleground counties. Either Ruto can win or Raila can win the county, but they have not decided on whom to support full, to give full support. But it is a battleground, the battleground counties. We have
Western, we have Nakuru. Nakuru is a part of Grand County, Nakuru County. So it is undecided county on whether who owns the county. Yeah? We don't know who owns the county of Nakuru, but it is a battleground county. They are both fighting for to own the county. They are fighting for. Everybody is voting to own the county, but the voters from Nakuru County, they have not decided on whom to support, on whom to give full support. All right? Okay. Again, we have West Pokot. West Pokot is undecided county. Undecided county. West Pokot. It is undecided county. So here is the county, a battleground county. West Pokot. Either Raila can win or Ruto can win. But according to the Infotrak report that which was given today, not today, but yesterday, sorry, the battleground counties we have named above West Pokot. Again, we have Bungoma in the Western. We have Bungoma and Trans Nzoia counties. Bungoma and Trans Nzoia counties. So Bungoma and Trans Nzoia counties, these are again counties ambazo zimefanya nini? Hawajafanya nini? Hawajashi, yani hazija decide ni nani anafaa kufanya nini, kuchukua ama kunyakua katika hiyo sehemu. So Trans Nzoia na Bungoma, it's a part of ground counties kwa hii kulingana na record ama report ya Infotrak ambayo ilifanyika tarehe ngapi? Ilifanyika tarehe 22 hadi tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2022, na ile njia ambayo wanaweza kuconnect hii Infotrak ni kupitia kwa njia ya simu na kimtandao. Hizo ndio njia ambazo walitumia kufanya nini, kuweza kuangalia ama kuweza kufanya uchunguzi wao. Alright? In the Nyanza region tuseme kwamba Raila anaongoza na 73%, Nairobi 50%. Okay? Hizo ni sehemu ambazo anaongoza. So kabla nene kumaliza, bado unajua nene kungangana hapa na kuchangia hapa ama kuweza kuchanganua kidogo kulingana na ripoti ya Infotrak ambayo iliweza kufanyika siku ya jana. So kuna baadhi ya watu ambao wameweza kuchukua hiyo sehemu na kuweza kuifanyia msaha, na wengine wamepongeza ile ripoti ya Infotrak. Hasa hawa watu kutoka muungano wa Kenya Kwanza hawajakubaliana na hiyo ripoti ya Infotrak. Hawajakubaliana kabisa na ripoti ya Infotrak. Hawajakubaliana na ripoti ya Infotrak. Wanasema kwamba right, so kwamba hawajakubaliana. So kuanzia kiongozi wa chama cha UDA hadi muungaji mkono. Anyway, popularity by agenda nitaenda kukusomea na nikwambie kwamba according to the age group, right? But before I go to popularity by gender, let me talk about by gender, and then nitakuwa nazungumzia by age group, then nitakuja masuala muhimu, kisha baadaye nitamaliza show na niweze kusema asante kwa kufika. Popularity by gender. The women voters who support Raila Amolo Odinga right now are at 38%. Hata kama baada ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga kuchukua mwanamke awe kama naibu wa rais, now ako na asilimia 38. And Ruto
hakuna 37% of votes. So meaning Ruto hakuchukua mwanamke kama running mate, lakini ako na 37%, right? 25% undecided votes, right? I had it somewhere here. But there's a new duo. I had it here, right? Let me get it here, right? Sorry, I want to get here so that to share it. So, right. So Raila only garners 19%. So not yet the traction that one would have been expecting in Kirinyaga. Yeah? Indeed, where you have very high numbers for the Azimio team in the mountain region are in Laikipia. So in Laikipia, Raila has 36, Ruto has 47. In Embu, Raila has 31. In Meru, Raila has 30. And in Kiambu, Raila has 30. In the rest, he has lower than that. But in Kiambu, in Kirinyaga, he has one of the lowest rankings. His ranking in Kirinyaga is at 19%, which is, as you can see, is lower than in other places. Yeah. Correct. We've had instances where politicians ask us to run polls and release them. We don't. We are right now having discussions with certain politicians in counties where they do want us to release polls. Our policy is very simple. If you want to ride on our omnibus, you ride on the omnibus. If it is an omnibus and it is a question which then you have bought into but belongs to us, then we release it irrespective. So we're not going to release it only because it's good for you. We release it whether it's good or bad. And indeed, in the near future, you will see us starting to do the county ones. We haven't done, because these ones, we couldn't do the county ones with this, we would not have been able to afford them. All right, it's okay. Kwanza kumalizeni nikwambia kwamba according to the popularity per agenda, the agenda asilimia yani ile kiwango cha asilimia gender na ile asilimia yao ambao wana support kiongozi wao. Mnasema kwamba 38% of women votes supports Raila Amolo Odinga. 37 of the women votes supports Ruto, William Samuel Ruto. So that is according to the report of Infotrak. And hata kama baada ya Raila Amolo Odinga kuchagua Martha Karua ama mwanamke kuwa kama naibu wa rais, bado yupo na asilimia 38, huku akifuata kutoka nyuma na Ruto na 37. So undecided votes and undecided women votes on whether to support Raila Amolo Odinga or to support William Samuel Ruto is at 25% votes. So
25% votes. This is undecided votes that they have not decided on whether to support Raila Amolo Odinga or William Samoei Ruto. In the merit percentage, according to merit percentage, merit votes according to gender, we are populated by gender. Merit votes at 45% supports Raila Amolo Odinga. That is 25% supports Raila Amolo Odinga. 39% how they decide whether to support. Sorry, 35% supports Raila Amolo Odinga. 39% supports William Samoei Ruto. So if you see here, there's according to gender or popularity gender, Raila is leading. Raila is leading, where is being followed closely by William Samoei Ruto. So we are giving you to the report of according to Infotrak, and so what we are doing today is a research according to what Infotrak gave out yesterday. Okay, so we are trying to analyze, and we wanted to hear your concerns. We wanted to hear what do you take according to Infotrak. Do you agree the report of Infotrak which was given yesterday, and it was being conducted in between 22nd up to 27th of May 2022? So we wanted to hear exactly what kind of report the Infotrak gave out. Do you accept that Raila Amolo Odinga is leading by ahead of William Samoei Ruto? So here we have talked more a lot, we have shared more a lot, and here again I'm almost finishing my show, my discussion, whereby I wanted to hear what is your concern, what is your take on this topic as it was. Okay, all right. So and again here I want to take you to. I've taught you a popularity, gender popularity by gender. I've taught you Raila Vimeri, that 8% supported Raila, 37% Vimeri supports William Sonto, 25% undecided votes. Male votes, Raila Amolo Odinga is being supported by 45%. William Samoei Ruto is being supported by 39%. So 15% of male votes, they've not decided whether to support whom. 15% of votes, of male votes, how they decide whether to give Wapatinan support. Pado hawaja Pado hawajaamua. Pado wako kwenye undecided. So hawaja decide on whether to support who. I want to take you to age group. Age group according to numbers years, according to years, yani miaka ya watu na jinsi ambavyo ile miaka yao ambao according to years, kila mmoja zile kura ambazo anapata. But I want to give you again 43% of Jubilee will vote for Raila Amolo Odinga. Let me rush to okay. It's 49%. Okay, Jubilee Party, sorry, 83%, not 43, but 83%. 83% of votes of Jubilee votes will support Raila Amolo Odinga. 6% and will support William Samoei Ruto. 6% of Jubilee votes will support William Samoei Ruto. 10% and Jubilee votes, they are still undecided votes. But the one who leads in Jubilee Party, we have Raila Amolo Odinga. Let's go to KANC. No, not KNC, but ANC. The NC party, of Musalim David, 20% of ANC will support Raila Amolo Odinga. 70% of ANC will support William Samoei Ruto. 10% of ANC votes still undecided votes on whether to support who. So it is now ni vita na pato zikuwa kwamba I'm giving you the report of the Infotrak, and according to the report of Infotrak that which was conducted at May 22nd up to May 27th of 2022.
This is the report that was given yesterday. So let me just rush to age group. Let me just give you the report of age group. According to age group here, according to 18 years up to 26 years, 37% will support Raila Amolo Odinga. Also, 37% between the age of 18 to 37 to 26 years will support William Samoei. So meaning watapata 37%, both will score 37%. 37%. That's meaning Raila atapata 37, Ruto atapata 37% of votes. That's according to the report of Infotrak between the age of 18 to 26 years. According to 27 years to 35 years old. According to the age of 27 to 35 years old, 41% will support Raila Amolo Odinga. 39% of the votes of the voters will support William Samoei Ruto. That's according to 27 up to 35 years old. It's okay. Let me go to. We have 36. Let me. I want to give you the report of age between 36 up to 40 to 45 to 45 years old. I'm going to give you. So let me go to 46 up to 45. 46 to 45 years old, 43% will support Raila Amolo Odinga. 35% will support William Samoei Ruto. Undecided votes. Undecided. Those ones who have not decided whether to give, whether to vote for Raila or to Raila to William Samoei Ruto, it is 24%. So Infotrak jana imepatiana ripoti, ikapatiana ripoti, wengine wameipinga, wengine wamekubaliana. So I wanted to hear your, I wanted to see wewe kama Mkenya ulikuwa unachukulia vipi hili swala, ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unaunga mkono ripoti ya Infotrak, ambapo unajua kwamba kuna viongozi wa Kenya Kwanza baadhi wakiwa wanasema kwamba ile ripoti ya Infotrak haikuwa ni ripoti ambayo imekamilika. Walikuwa wanapinga ripoti kusema kwamba hawakuweza kukubaliana na matokeo ya Infotrak. Unajua kwamba nimekuambia katika hapo awali kwamba Infotrak kulingana na ile ripoti ambayo ilikuwa imepatiana siku hapo awali, William Samoei Ruto alikuwa na 42% ya votes. So hiyo ni kulingana na ile ripoti ambayo walipatiana tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2022. Walisema kwamba William Samoei Ruto alikuwa na 42% of alikuwa na 42% votes, lakini kulingana na ripoti waliweza kupatiana siku ya jana, kulingana na Infotrak ama kulingana na ile utafiti ambao waliweza kufanya kupitia kwa njia ya simu na njia ya kimtandao kuanzia tarehe 22 na 27 ya mwezi wa 5 mwaka 2022, inaonyesha kwamba Mheshimiwa William Samoei Ruto amepoteza 4% ya kura za maoni. Kumaanisha kwamba kufikia sasa hivi jana amekuwa na 38%, huku Raila Amolo Odinga akiwa anaongoza na 42%. Wale ambao hawajaamua kama wataweza kupigia ama wataweza kupigia nani kura ni 19% ya wapiga kura. According to the report, nimekwambia kwamba 4% ni kura ambazo zimeweza kutoka kwake Mheshimiwa William Samoei Ruto kulingana na ripoti ya tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2022, kulinganisha na ripoti ya jana. Kulingana na Infotrak, uchaguzi kama ungefanyika siku ya jana, yule ambaye angeshinda kura angekuwa ni Raila Amolo Odinga, angeongoza na kura milioni 9.3, akiwa anafuatia kwa ukaribu sana na William Samoei Ruto na kura milioni 8.4. Wale ambao hawajaamua kupiga kura ama wale ambao hawangepiga kura ni milioni 4.4, kumaanisha kwamba kufikia siku ya jana kama kura zingeweza kufanywa, mwenye angeshinda ni Raila Amolo Odinga, lakini hatungeweza kupata kiongozi hatungeweza kupata rais. Kwa sababu gani? Kwa sababu
kulingana na sheria ya Kenya. Ikiwa kwamba tunapiga kura tunataka kupata rais ambaye ataweza ongoza Kenya, lazima unapata kura ambazo ni 50+1, upate 50+1, kumaanisha kwamba +1 haikuwa, so kumaanisha kwamba tena tungeweza kurudia ile uchaguzi. Lakini yule ambaye alikuwa anaongoza kufikia siku ya jana alikuwa ni Raila Amolo Odinga. So kulingana na nikwambia kwamba kulingana na umaarufu wa kaunti, ni kufahamisha kwamba hapo ni kupitia tu kupeperusa, kwa maana ninamalizia katika show yetu ya siku hii ya leo. Katika kaunti ya Nairobi, Nyanza, Magharibi na Pwani, Raila Amolo Odinga akona umaarufu zaidi. William Samoei Ruto akona umaarufu katika ponde la Ufa, Mlima Kenya, kaskazini mashariki ya chini. Kulingana na umaarufu wa vyama, chama cha UDA kiko na 35%, kikiwa kinaongoza kikifuatiliwa kwa ukaribu na chama cha ODM na 34%, chama cha Jubilee kikiwa na 4%. Wale ambao hawajaamua, wale ambao wako independent, tunasema kwa njia nyingine, ni 18%. So nimekufahamisha kwamba battleground counties, zile county ambazo pia kila mmoja anaweza kung'ang'ania ama kupigania, Turkana county ikiwa bado Raila Amolo Odinga anaongoza katika county ya Turkana, lakini county ambayo ni mojawapo ya county zile ambazo zinapiganiwa na hao watu wawili. Turkana county tuko na Coast region pale Lamu na Kwale. Katika upande wa huu mwingine tuko South Rift, tuko na Narok na Kajiado, Narok County and Kajiado County. Hizi ni county pia ambazo ni battleground counties. Ukiangalia kwamba Nakuru County and West Pokot pia ni battleground counties ambazo pia zinapiganiwa na hawa jamaa. Bungoma and Trans Nzoia pia ni battleground counties, ama ni county pia ambazo zinapiganiwa na hawa viongozi wawili ambao ni William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga. Pia nimekufahamisha kwamba popularity per gender, nimekufahamisha kwamba the female voters who supports Raila Amolo Odinga, nimekuambia kwamba 38% of female voters wana support Raila Amolo Odinga, 37% of voters support William Samoei Ruto, 25% undecided votes. Kisha nimekufahamisha kwamba the male votes 45% wana support Raila Amolo Odinga, 39% wana support William Samoei Ruto, 15% of male votes hawatadecide wanapigia nani kura. Nimekufahamisha age group kwamba 18 to 26 years, 37% wana support Raila Amolo Odinga, pia 37% wana support William Samoei Ruto. 27 years to 35 years old, 41% wana support Raila Amolo Odinga and 39% wana support William Samoei Ruto. 46 years to 35, 46 to 45. This one is 36 to 45 years. 43% wana support Raila Amolo Odinga, 35% wana support William Samoei Ruto, 24% undecided, hawajadecide huwa wanapigia nani. Nimekuambia kwamba chama za Jubilee 83% wana support Raila Amolo Odinga, 6% wana support William Ruto, 10% undecided, hawajadecide huwa wapigie nani. Chama cha ANC 20% wana support Raila Amolo Odinga, 70% wana support William Samoei Ruto, 10% undecided votes. So hayo ni kulingana na yeye masoko tunazungumzia tangu asubuhi, tangu tuliporauka hapa asubuhi. Hayo ni ripoti ambayo nilikuwa nikufahamisha. Nikiingia kwenye masuala muhimu, nikiwa namalizia katika show ya siku hii ya leo, masuala muhimu hapa, gharama ya maisha. Hapa ni kulingana na ripoti ya Infotrak. Infotrak ilipatia masuala muhimu. Gharama ya maisha imepanda, yani kulingana na Wakenya, gharama ya maisha imepanda. Ile asilimia ambayo inasema kwamba gharama ya maisha imepanda ni 53%. Katika sekta ya uchukuzi, miundo msingi ni 44%. Ukosefu wa ajira ni 44%. Ukosefu wa ajira ni 40%. Huduma za afya ni 23%.
kulingana na Infotrak, ile ripoti ilipatiana Wakenya 9,000 kutoka kila kaunti ambao ni wapiga kura kutoka kaunti 47 walihojiwa kupitia kwa njia ya simu na njia ya mtandaoni, kisha baadaye tukaweza kupata hiyo ripoti ya Infotrak. So nimekufahamisha kwamba ile ripoti ya Infotrak ambayo ilipatiwa siku ya jana, kulingana na ile utafiti ambao walifanya kupitia kwa njia ya simu ama ya mtandaoni, kuonyesha kwamba mheshimiwa Raila Amolo Odinga yeye ni yeye ambaye anayeongoza katika ama yeye ndiye anayerithi alikuwa anaongoza kupitia ile Infotrak, kumaanisha kwamba alikuwa anaongoza kwa 9.3 million votes, akifuatiwa kwa ukaribu na Ruto 8.4 million votes. Wale ambao hawangepiga kura ni 4.4 million voters. So meaning hatungekuwa na kiongozi kama kura zingepigwa jana, kwa sababu kulingana na sheria, ili kwamba kiongozi, kwa hiyo kupata kiongozi lazima tupate 4 tupate nani 50 plus 1. So hatukuwa na ile plus 1. So mtazamaji wetu, nashukuru sana kwa kuweza kuungana pamoja na mimi tangia ilikuwa saa ngapi? Alikuwa muda wa saa 12 alfajiri Afrika Mashariki, na hapa imefika wakati wangu wa kuweza kuondoka studioni. Tutapatana tena hapo tutapatana majioni kuanzia mwendo wa saa 3:30 hadi midnight today, kuweza kuzungumzia masuala ya kisiasa na kuweza kupiga masuala mawili matatu, tuone kwamba nje tunaelekea vipi katika hii hali ya uchaguzi. Majina yangu ni Dennis, ukipenda ukiniita Kukurikuntu nitaitika. Kwa sasa nashukuru sana kwa kuweza kuungana pamoja na mimi katika show ya siku hii ya leo. Napoondoka na kuacha mikono yake Mwenyezi Mungu, na Mungu azidi kukuongoza, azidi kukupigania. Tupatane tena masaa ya usiku. Usiende mbali ndani ya Kisi Hot TV. Kwa sasa, bye bye. See you in the next show.